Yeah, what I mean. You presenter mambo mapya. Amasinzo TV. Mkao wa kula ili uweze kupata vitu vikali kutoka Rumonge yetu hii. Mama aliniambia acha kazi uone kazi kupata kazi. Ndio utajua nini maana ya makazi. Yes. Tuko kitaa chetu hapa. Representer mpya, mambo mapya na sanaa mpya na mapinduzi mapya. Kama anavyosema, kaeni mkao wa kula muweze kufuatilia Amasinzo TV na kuweza kujua kipi kinakwenda kutokea. Kama huna macho azima miwani. Yera. Nifate kwa makini. Eyo. Mtangazaji mpya, mambo mapya, mapinduzi mapya, tunataka sanaa mpya Rumonge. Umwami tilaki hapo naimuona. Mkao wa kula kwenye Amasinzo TV. Unataka kumjua nani? Nataka kuanza naye kazi. Utamjua tu kama mkao wa kula. Kaa dakika moja tu utamjua ni nani. What up man? Let's together man. Kuna wasanii na kuna wanajeshi. Sasa niko na msanii afu tena ni mwanajeshi kutoka Rumonge. AKA ni msanii alafu tena nitoa kamanda mkuu. Ndio niko naye hapa. Nilikuwa nataka nimuulize maswali matatu tu machache ambayo yameleta gumzo mtaani kwetu Rumonge. Niko naye hapa kamanda mkuu kama mnavyomuona, ndo kamanda mwenyewe. Walisema kamanda kanyongwa, kamanda kakonda, sijui kajinyonga, lakini navyoangalia mkono bado ni ule ule. Kamanda bado yuko standby. Amenivalia fila ya 3,500. Ukiangalia juu, ukicheki kwa juu, ndio siwezi kusema kanivalia Celtics 220,000 OG. Oya, sio feki mwanangu. Samahani kidogo, naomba muweze kumsikiliza kwa makini. Kwa swali langu moja, kamanda mkuu, vipi hali? Poa mzee baba. Uko sawa ndugu yangu? Tunamshukuru God. Bani, utanisamehe kwa maswali yangu matatu naweza kuuliza kwa sababu kuna purukushani zimetokea mtaani kwetu hapa. Walikuwa wanaulizia eti kamanda mkuu vipi? Vipi kwa nini? Na mimi nikasema acha nije nimuulize kwa nini. Hivi kweli nataka nikuulize swali langu la kizushi. Sawa? Ni kweli mke wako, mwanamke ambaye ulikuwa unaishi naye wewe, kaolewa? Ni ukweli na labda nizungumze kidogo ili mashabiki wetu wenyewe wanatufuata hapa kwa Amasinzo TV waelewe kilichotokea ni nini. Ndio. Nikizani Rumonge nzima, haiza Burundi nzima wanamjua Bora Queen kama ni mke wa kamanda mkuu, na tumefanya mengi kuanzia 2019 tupo pamoja mpaka leo 2025 tumetengana. Unajua bana, mimi tu Kenya nilikuwa natafuta niwafahamishe watu wasiwaze sana wala wasiseme mengi sana eti wakamchukia yule Bora aidha wakanichukia mimi. Hapana, unajua Mwenyezi Mungu ndo anajua chenyewe pekee anapanga. Kwa sababu gani? Mimi naweza kuwa ni daraja ya kumvusha Bora ili afanyikishe kufikia malengo yake. Labda yule ndo mwanaume wa ndoto yake aliyempata. Mimi nilikuwa tu daraja tu yenye atapitia hapo. Kabla sijakukata. Kwa hiyo umemaanisha kwamba wewe sababu kubwa yeye kuolewa, wewe ndo chanzo? Hapana, sijasema hivyo. Kwa sababu kwanza ameolewa, tulikuwa tupo pamoja, tunaishi pamoja, hatuna ugomvi, hatuna nini. Siku moja tu ninatoka job, nikafika nyumbani kukuta ameenda na vitu vyote, kila kitu kachukua kaenda. Hadi godoro hajakuachia. Kila kitu, ukisikia mtu anakuambia kila kitu, yani ni kila kitu. Wewe hapa unavyokuona umejipanga upya. Yani siku yenyewe yeye ameenda, ndo siku na mimi nilianza maisha yangu upya. Ndio nilianza moja. Okay. Sasa kwa nini nilisikia tu kwamba ulijipa sumu kwa sababu yake? Ilikuwa kwaje mpaka unajipa sumu? Hapana, watu wamesema uongo. Mimi sijajipa sumu. Labda tu wakati aliondoka, tulikuwa tunaendelea tunaongea, kanaambia kwanza anaenda kwao aikae ili tufunge ndoa, maana sisi tulikuwa tunataka tufunge ndoa mwezi wa 11 ili tufunge ndoa. Kwa hiyo tatizo kubwa hapa kati yako, mzozo wako wewe na yeye ilikuwa ni ndoa? Haikuwa mzozo kwa sababu ni kitu tulikuwa tushakiongea. Mlikuwa mshapanga maana yake. Yaani kila kitu kilikuwa kipo tayari, tunasubiria tu mwezi wa 11 tufunge ndoa. Nikaona ametoka vile kasa basi. Hamna kwa hakika, anasema anaenda kuikaa nyumbani anasubiria ndoa, na mimi nikajipa amani. Tunachati, tunaongea vizuri. Ila tu yani ile tarehe moja ya mwezi wa 8 gisi sikufaga ile siku, maana mimi sitokufa, nitaishi sana. Yani ilikuwa surprise. Samani. Kwa hiyo ulitafuta namna ya kujiua ukakosa? Sio kusema namna ya kujiua, maana kuna kuaga mstuko fulani bro. Kitu haujui,
unajua tu mwanamke yuko pale na wewe kuna pambana unatafuta ili mfunge ndoa kama kisi tulikuwa tunaongea. Alafu ukaja kuona post yule mwanamke kaolewa na mwingine mtu bila wewe kujua. Bro, posti ulimjua na, yani posti uli surprise au ni mtu ambaye unamjua ndo kaposti? Yani mwenyewe aliyempodoa kwenye ndoa yake. Napita tu Facebook nikaona amepost. Yeah. Yes. Yes. Wapenzi wasikilizaji, hii ni story ndefu sana, msichukulie poa kwa sababu msioni kwa sababu ninamuoje leo hii anaongea anacheka, amevimba amekaa sawa. Jamaa oya blaza kidogo akate kamba utungemkosa. Yani tungekosa kipaji kikubwa kwenye mji wetu wa Rumonge. Kwa hiyo inabidi tuweze kumwombea kamanda ili naye aweze kuonyesha umaridadi wake na ana kabla kuanza interview kanionyesha mwanamke wake. Kaniambia huyu ndo chaguo langu sasa hivi. Sasa hatujui na yeye tunataka tumuulize. Kamanda mkuu, mwanamke wako kakufanyia vile. Je, kama kuli akiachika akirudi utampokea? Hapana, siwezi. Kwa nini sasa uweze kumpokea? Unajua ni vizuri kumjua mbaya wako. Maana nilikuwa sijui kumbe ninaishi na nyoka mwenye sumu kali ndani. Unaona bro? Yaani hivi ndo nimejua kama nilikuwa naishi na nyoka mwenye sumu kali miaka 6 bila kumjua bro. Afu nakuja kumjua tu ghafla. Siwezi, hata iweje siwezi nikampokea. Ila samani utanisamee ndugu yangu. Mimi tetesi nilizokuwa nakizisikia kwako nazisikia kwamba ule mwanamke ulikuwa unampiga sana. 1, alafu 2 ulimuongopea utamua kwa muda mrefu. 2, 3 yani wanasema watu wote kwamba kamanda mkuu alikuwa anamchiti mwanamke wake kwa 100% hadi unaweka hadharani. Je, tetesi zote hizo inaweza kuwa ni kweli au ni uvumi tu watu wanaweza wamevumisha kwa sababu mmeachana? Point namba 1. Swali lako kwanza la kwanza. Unasema nilikuwa nampiga sana. Sijawahi kumgusa yule mwanamke. Na nikikwambia hiki kitu hauwezi kuamini. Samahani, hii interview na yeye ataisikiliza, yupo makini. Kama ni kweli ataweka comment kwenye interview kwenye chini kwenye nani hapo. Yes. Sijawahi kumgusa yule mwanamke na yeye pekee anajua hicho. Kwa sababu ni mwanamke nilikuwa nampenda sana, pia ni mama watoto wangu 3 wazuri sana. Unaona? Na ndio maana tuliishi, hakuna siku eti ulisikia mimi niligombana na Bora. Nini, hapana. Na swali lako la pili unasema nilikuwa namchiti sana paka yeye pekee anajua. Naweza nikasema ni uongo kwa sababu mimi ni mtu mzima. Hata kama ninatongoza siwezi nikamuonesha mke wangu eti ninatongoza. Aiza nini? Kwanza nikizani hata yeye mwenyewe hajajuaga hata. Yaani tumeishi naye hakuna siku alionaga tingo huyu ndo demu wangu, hapana. Lakini watu wanaona post kila siku. Una post wanawake wapi? Yes. Sasa hadi watu wanachanganyikiwa. Huyu kamanda mkuu ana mwanamke lakini huyu mwanamke anachukuliaje hizi posti zake ya status? Ukifuata interview za nyuma zake yeye mwenyewe alikuwa anazungumzia, wanamwambia hivi mume wako anakuaga na posti wanawake, haikuagi na kukata sana. Yeye peke nyuma alisema hivi yule kazi yake ile ya saluni ni lazima awasupport wale wanawake. Yeye mwenyewe ndio alikuwa anasema. Kuna interview zilikuwa nyuma hapo alikuwa anafanya na Zado na alikuwa anazungumzia hayo mambo. Kiufupi mimi na waposti wale wanawake, naweza kuwa nimewatengeneza, nashika zile video zile picha zao naweka kwenye mtandao ili ufanye biashara. Okay, nimekuelewa. Nafanya biashara, sio eti juu nimewapost. Mbona na wake za watu na waposti? Tumake wote ni wake za inabidi wajue na waelewe kwa sababu kuna kazi bila kufanya vitu kama namna hiyo wale watu hauwezi kuwapata. Kwa hiyo sio wasioni kwamba unawaposti eti kwamba ni watu wako. La hasha. Wewe upo kibusiness. Unatafuta ugali ili uchangie naye na ulikuwa kweli unakula naye kwa sababu ya zile kazi. Sawa? Sasa mimi nashangaa kwa nini? Sababu kubwa yeye kuondoka ni nini? Sijui. Kivyangu mimi sijui sababu. Unaona? Lakini ukiona mtu ametoka kwangu baada ya wiki tu moja kaolewa, yani inaonekana kama familia yake ilikuwa ilishaikaa chini, imeshaongea kila kitu, ameshapanga kila kitu. Unaona? Na ndio maana ndoa ikapita fast. Bora alikuwa anatoka kwangu kwanza sio wiki, ni siku 5 tu. Ametoka kwangu siku 5, amefika kwao na mahari katolewa manake na kaolewa. Mimi nilikia tukujua ndoa tu ameposti. Bro, acha mwanangu, pole sana kwa sababu ila wewe hilo jambo mwenyewe mimi unakumbuka siku hiyo ya ndoa yako nilikuja hapo siku ya ndoa ya jamaa, siku ya ndoa ya mwanamke wako, mimi nilikuja hapa kuangalia maana kuna demo fulani anaitwa siju Asma, ndo nani? Mamichu yule. Anaitwa Mamishu na Asma. Yule ndo katupitia sehemu, jameni kamanda mkuu kajipa sumu. Tukachukua bodaboda chap tukaja hadi ofisini kwako hapo. Lakini tukakuta wewe bado uko strong.
bado ni maridadi, bado ni mwanaume. Unajua yule dada tena uko na afya yako. Unajua yule dada, yule dada ni rafiki yangu sana. Pia ni mshauri wangu sana. Nikizana hata kuna video yangu, kuna visualize moja nilifanya ya nyimbo yangu inaitwa Tulia. Yeye ndio alikuwa naipata hii. Wakitaka kujua Tulia watamjua mwanamke. Kiingia YouTube Kamanda Mkuu, ukiandika Tulia inakuja nyimbo yake. Na wakati alipoona na yeye zile post, ndio alikuwa mtu wa kwanza kunitafuta. Mimi natoka Facebook, naona message yake ya WhatsApp inaingia. Babu, unaoa bila mimi kujua? Nikamwambia sijaoa mimi. Bora ameolewa na mwingine. Sasa akajua kwa sababu gani, anajua gisi mimi ninavyompenda yule mwanamke. Akasema tu huyu mtu, wewe, akaniambia kwanza una nani hapo saloni? Nikasema nipo peke yako. Baki hapa usifanye chochote, usifanye maamuzi. Akawacheki wale rafiki zangu wa karibu ili waje waone hali yenyewe nitakuwepo. Na ndio maana nyinyi wote mlikuwa kama sehemu zenu mnafanya business zenu, lakini kwa sababu ya upendo gisi tunavyoishi ndio maana mlikuja mlilipa pikipiki faster. Mkamkuta na yeye yupo hapa, ananiliwaza, ananituliza. Nikashukuru kwa sababu mlikuja mkanipa nguvu kipindi kile, maana ilikuwa ni mshtuko mkubwa sana. Na gisi sikukufaga ile tarehe 1 ya mwezi wa 8. Nitaishi sana. Okay. Tukizungumzia machache yalobaki, nataka nikuombe vitu vitatu tena. Kwa sababu mimi nitazidi kuwa na kuomba kwa sababu mimi nipo hapa kwa sababu yako, na wewe inabidi uwajulishe mashabiki zako kwa yalokukuta na changamoto zote zilizokupitia wewe, uweze kujua kwamba watu waliumia, si peke yako ndio waliumia. Watu waliumia zaidi ya ulivyoumia wewe, kwa sababu ile kapo yenu couple, watu walikuwa wanaipenda kapo yenu, walikuwa wanatamani ifike mbali sana. Lakini si kwamba eti imetokea hivyo ndio imekukatisha moyo. Hapana, ndio maana tuko na wewe hapa, una afya yako. Huyu mwanamke ambaye yuko hapo chini nilikuta na kushikashika ndevu yani. Sasa wewe unaniambia kwamba huna mtu na hutaki kuwa kwenye mahusiano sasa hivi. Waambie mashabiki, mimi nimekufumania na mwanamke, fumanizi la surprise, nimekuja kucheki na ukuta na mwanamke anakushikashika uchebe. Alafu mpo sehemu chocho hivi, chochoroni kazini kwako. Kwa hiyo ni ndo umemleta kwa sababu ya kutuliza kwa muda au ni mwanamke wako? Sio tudanganya ndugu yangu, mahusiano hayajifichi. Sawa? Tuongee pointi ya msingi na uweze kuwajulisha watu wajue kwamba wewe sasa hivi unahusiana na nani na aliyosababisha wewe kurudi kwenye afya yako ni nani. Sawa? Yani yule dada sio mpenzi wangu. Sio mpenzi wangu, ni rafiki yangu tu, tunatania sana. Na ndio maana umemkuta hapo. Sio chochoroni, tulikuwa tuko tu saluni hapo pembeni tu tunaika. Chochoroni ni ndani mwanangu, ndani. Sasa palikuwa watu wengine. Binadamu wewe ni mkwe, wewe ni jali mwanangu. Unaweza ndio. Yule ni rafiki yangu. Okay. Wala usiogope. Mimi naweza nikasema kwa sasa duniani hakuna mapenzi. Hakuna mapenzi vipi ndugu yangu? Kipindi uko na bora uko unaona kama kuna mapenzi. Ndio maana nimekuambia duniani hakuna mapenzi kwa sababu kuna ahadi moja alioniahidi bora. Kwa hiyo nataka hiyo ahadi uiseme mbele public, watu waijue kwamba hiyo ahadi aliyokuahidi na wengine wasaidiwe wakaja kusalitiwa yani. Unasemaje? Ndio maana nikasema hakuna mapenzi. Basi aliniahidi ahadi moja, acha niwaambie mashabiki waisikie. Okay. Kuna muda tulipiga picha tuko naye. Ile picha nikaenda nikaitoa kuwa picha kubwa. Ndio. Nikajaga nayo kama surprise. Nilipofika ndani nikamwambia funga macho, nataka nikupatie zawadi. Akafumba macho. Nikaimweka kwenye mkono nikamwambia fungua. Alipoona ile picha kwa pamoja, nikizani watu wote wanafikaga pale kwangu, walikuwa wakiingia wanaona ile picha kukibambazi pale. Unaona, walikuwa wanaiona pale. Sawa? Nilipompatia ile picha, kwanza alilia sana, akafurahi sana. Afu akaniahidi neno moja, akasema hivi, wewe ndo mwanaume wangu. Ongea sana watu wakusikilize. Watu wasikie. Alisema hivi kwa hisia kubwa akiwa analia, afu amenishika mikono. Akasema, wewe ndo mwanaume wangu wa kufa na kuzikana. Nairudilia tena kauli, alisema hivi, wewe ndo mwanaume wangu wa kufa na kuzikana. Hiki kitu nakichukulia poa, lakini mimi kwangu nakishika kwa uzito mkubwa sana. Ni zawadi yenye sijawahiaga kuipata maisha. Na mimi nikasema, mama, na wewe ndo wangu wa kufa na kuzikana. Na ndio maana paka sasa tumeishi miaka 6. Hujasikia Kamanda Mkuu alibebesha mimba, Kamanda Mkuu sijui nini. Ndio mambo ni mengi, lakini nilikuwa namwamini sana, nilikuwa nampenda sana mwana. Ndio hivyo baba.
Bali Kamanda Mkuu, samahani mwanangu, mimi mwenyewe nimenyonyesha kwa sababu wote tuna mahusiano tumeyapitia. Yeah. Sasa nikukumbushe kitu kimoja tu, ila unakumbuka kwamba yule ambaye Mungu kakuandalia wewe humjui. Ndio. Haya, swali langu la mwisho la kizushi tena, niko nataka nijue hivi, Bora kama Bora ulikutana naye vipi mpaka mnaanza mahusiano na mpaka ukamwamini kiasi hicho? Ni story ndefu, lakini acha tu niiseme kwa kifupi. Sawa? Bora nilikutana naye ilikuwa ni 2019 mwezi wa 4. Sawa, ndio nakumbuka mwezi, tarehe sikumbuki. Unasikia, ilikuwa ni mwezi wa 4, ilikuwa ni show ya MB Dog, ilikuwaga Tourist Town Beach. Na ukajua kwamba ana kipaji siku hiyo cha kuimba yeye? Hapana. Au ndio yani wewe unasema siku tulikutana naye kwenye ili tuanze kuwa wapenzi ya mahusiano. Ya. Alikuwa na wengine wadada wawili, mmoja alikuwa anaitwa Aisha, mwingine anaitwa Zamda, mtoto wa marehemu Konoko, hivi ipo South Africa. Namjua Zamda. Ya, ndio alikuwa rafiki zake kabisa wa karibu sana. Unaona? Wa karibu sana. Ndio nilikutaga wako naye pale, ikabidi tu nikawasalimu, wakaja kwenye tupo tunapiga story. Tulikuwa mimi na Oji Muira pale tunakaa tunapiga story, nao wakafikia pale tukaanza kuongea. Mimi nikamfurahia, nikaanza kuongea naye. Hapo ulishaanza kuimba hapo? Hapo nilikuwa bado sijaanza. Ulikuwa bado hujaanza. Ndio unaanza harakati sasa. Sasa harakati nilikuwa naandika song iko studio inaitwa Rudi. Nikakutana naye pale, ikabidi tukabadilishana namba. Baadaye nikamcheki tukaongea. Unajua tena kama kawaida, ndio ikakuwa mwanzo wa mahusiano wangu mimi na yeye pale. Yaani sitaki kusema mengi kwa sababu siwezi nikamdhalilisha, yule ni mzazi mwenzangu na ameshanizalia watoto 3. Kwanza namheshimu sana. Kuna mambo mengi yenyewe yapo mbele, lakini sitaki kuyasema kwa sababu mimi naweza nikasema ni kama nilimuokotaga tu. Ndio. Alikuwa ipo kwenye familia yake ilikuwa imemfukuza. Kwa hiyo alikuwa anaishi alikuwa anaishi alikuwa anatapatapa kama njiwa. Mimi nikamuokota kama ndege yupo. Yeye yupo huko. Kwa hiyo alikuwa hana makazi maalum. Leo ndio sababu kubwa kumfanya miaka 6 unamweka sehemu moja, anatulia familia yake na kwa kuja kumtafuta sehemu kwangu. Anajua yupo kwa nani. I say, oya, blaza inaumiza sana kwa sababu ndio hivyo. Wewe umemfungulia milango mingi ya riziki. Yeah. Wewe sio Mungu, lakini wewe ndio sababu huenda yeye kuolewa na watu kumwona yeye amefanya nini, ametulia. Yeah. Lakini hawajui kama nyuma yake, kama unavyosema, alikuwa wanamchukulia kama muhuni, si ndio? Kabisa. Okay. Kamanda Mkuu, nakuomba kwa kuwa amekufikia na si atatufikia na mwingine atamfikia, nataka watu wanaotusikiliza, kuna watu yaliwafikia zaidi yako lakini bado wapo kwenye mahusiano na washaoa na wameshazaa. Ndio. Usivunjike moyo ndugu yangu ya kusema kwamba utashindwa kuchukua mwanamke mwingine, kwa sababu wanawake ni viumbe dhaifu. Unaona? Huenda akarudi kwako ukampokea usimpokee, au huenda ukampata zaidi ya yule aliondoka akakupenda. Na kuomba mpe moyo wako, kunjua mpe moyo wako mwanangu, kwa sababu mapenzi yana kigezo na mapenzi hayana muda. Unaweza kumpata zaidi ya huyu. Sawa? Jitahidi sana ndugu yangu. Rudi kwenye mahusiano. Si kwamba eti rudi kwenye mahusiano kivipi? Sio yule wa zamani, hapana. Rudi kwenye moyo wako ule wa upendo uliokuwa unamuonesha Bora. Atakaye kuja na upendo wa kweli, mpokee ili uanze naye safari, kwa sababu wewe ni mwanaume. Unaweza ukajikuta usiporudi kwenye mahusiano utatapatapa sana. Kuna maradhi mengi mwanangu. Maradhi hapo kibao. Lakini ukitafuta mwanamke wako mmoja kama vile Bora, huenda atamzidi Bora, lakini unakuwa sababu kubwa ni kujilinda na matatizo. Matatizo yenyewe ndio hayo maradhi, sivyo? Kuna kuonekana muhuni. Unakumbuka kipindi ulikuwa na Bora, ulikuwa wewe sio muhuni, unajua una mtu wake. Unalala, ukitoka hapo unarudi kwa bovu wako. Sasa hivi ukiwa single utajikuta umeleta matatizo katika familia. Wewe bado ni kijana mwanangu. Kwa hiyo ninachotaka kushauri familia yangu, jitahidi sana utafute chuma ambacho, sababu nakwambia sisi wanasemaga hivi, dawa ya chuma ni chuma. Sasa chuma kama kimeondoka, leta chuma kipya ambacho hakina kutu. Wewe unasemaje? Au unaamua kukaa kimya tu hivyo watu wakuchukulie poa, waseme kumbe mwanamke wake ndio yule bila yule hawezi kuishi? Hapana. Hapana, sijapenda kuingia kwenye mahusiano yoyote sasa hivi.
Sijapenda kabisa kuingia kwenye mahusiano. Nisiwe mnafiki tu, nisemeshe ukweli. Acha kwanza nasikia kama mkuu hajapenda kurudi kwenye mahusiano sasa hivi. Sorry. Labda kuna kitu fulani yule bora aliona kina upungufu kwangu. Ndio maana nataka na mimi nijitahidi nipate kile kitu. Unasikia? Ili niwe fresh. Maana nikikwambia vile nijipange fresh, nikamilike, sitaki tena ule upuuzi njoo tuishi. Ndoa. Kwa hiyo sasa unataka ujipange, yale madhaifu yako yote uyakamilishe, atakaye kuja mwingine utaishi naye pasije kutokea tena kama kilichotokea tena. Si nimekwambia kama amefagia nyumba yote. Najua amefagia nyumba yote. Unajua gisi vitu viko bei kwa sasa. Najua sana. Maana sasa kujipanga hapo, ndio maana nimekwambia tarehe 1 ya mwezi wa 8 ndio mwanzo nilianza sasa 0 maisha mapya. Maana yake hivi niko sasa kuanza tena maisha mapya. Nikijipanga fresh nitamtafuta mwingine atakuja kulea. Ndugu yangu, watu walisema umekonda, ulijipa sumu, maana umebadilika. Ila mimi ninapokuona mwanangu, mbona sasa hivi naona ndio upo tight, upo vizuri zaidi ya ulivyokuepo mwanangu. Sio mara kwanza kunitokea ile hali. Njoo nikwambie sasa, ndio maana nimeichukulia poa. Sio mara kwanza. Sio mara ya kwanza, ndio maana sikushikilia sana. Kuna mwanamke nilizaga naye, yule mtoto wangu wa kwanza anaitwa Ibrahimu, ana miaka 11. Anaitwa Mary, binamu yake ya Pablo Mo. Na yeye ilikuwa hivi. Gisi imenitokea. Yaani hawashindani hata kidogo. Ndio maana sikushtuka sana. Lakini kwa yule wa kwanza nilikonda sana kwa sababu ndio hivyo tena, mimi nikiingiaga kwenye mahusiano nampaga mtu. Yaani naingiaga kwa mtu mie wote mzima miguu. Lakini wao wanaingiaga hivyo. Ndio maana wanakuwa sio waoga sana kutoka. Ndio maana nimeshikilia tu poa kwa sababu sio mara kwanza, ila tu huyu juu tulizoeana sana, kazi yake ndio ilikuwa kazi yangu, tunafanya muziki pamoja. Yaani ilikuwa ni kapo yenyewe, kila mtu alikuwa akituona anasema nyie ndio mfano wa sisi. Kabla sijasahau, hivi nyimbo yako ya kwanza kufanya naye na Bora, nani wewe ndio ulimwandikia au ulijiandikia mwenyewe? Nyimbo ya kwanza kufanya na Bora ni nyimbo tulimwandikia mimi na H-Beka. Inaitwa Siendi Mbali. Siendi Mbali. Yes. Kwa hiyo H-Beka unamkubali? H-Beka namkubali. Nakubali sana, mimi napenda watu wanaokubali watu ambao walipita nao. Kama hivyo naambia unamkubali. H-Beka. Yes. Asante sana kwa kumfanya kamanda mkuu hadi leo yupo hapa. Tunashukuru support yako kubwa kwa H-Beka. Okay, tuendelee na mada zetu. Okay, kwa hiyo alivyojikita kwenye muziki, ulijua nataka nijue ulimwandikia ndio. Sasa mpaka ujue kwamba anajua kuimba, ukasema wewe una kipaji cha kuimba. Alikuwa anaimba kipindi anaosha vyombo nyumbani au ulimwambia bana baby ulikuwa unamwimbia na yeye akadokeza kidogo? Kwanza wakati tunaishi naye, cha kwanza aliniambia ninunue radio kwa sababu aliniambia anapenda muziki sana. Kabla ya yote. Yaani kabla ya yote aliniambia awe na radio kwanza. Ukamnunulia? Nikamnunulia radio, nikamnunulia flash yake. Kwenda kusikia nyimbo zenyewe naenda weka ni za wakina Zuchu, Nandi, wa Maua Sama. Sasa nikawa nasikia gisi ile voice yake yupo anaimba, gisi Zuchu anaimba kule na yeye gisi anaimba huku. Nikaona kama huyu mtu anaweza kuwa na kipaji. Kaona kuna kitu ndani yake. Sasa hiyo kipindi kuna muda mmoja Beka alifika pale kuja kunitazama tu, tuende tufanye EP yetu, tuende turekodi. Akafika pale akamsikia yupo anafagia gisi yuko naimba. Alikuwa anafagia huko pale. Anafanya usafi. Beka akafika pale akamkaribisha. Yule Beka ni kaka yake kifamilia. Ndio. Akamkaribisha pale nini? Njoo nyuma sasa tulienda na Beka. Beka akaniambia ule dada ana kipaji. Unamsikia gisi yuko naimba. Na mwii pia tu inataka patoke hapo nyimbo mko naye. Nikasema sipaka akubali. Eti wewe ni mwanamke wako utajua kisa utaongea naye. Unaona? Yaani kwa ufupi tulivyomsikia gisi alikuwa anaimba hizo nyimbo za wengine ndio tukajua kama ana kipaji na ndio pakaandikwa ile nyimbo Siendi Mbali. Mimi nilianza kuingiza kila kitu, wakamuita na yeye akaja kama vile surprise. Unaona? Naye akafika pale, tukamwelekeza tu kidogo akawa ameweza kama mzoefu na ngoma ikatoka. Tena ikakuwa watu wakaikubali sana. Ikawa hiti kitaa. Ile hiti sana Siendi Mbali sana. Njoo hivyo. Okay, kwa kuwa naona muda unazidi kusonga mbele, nilikuwa nataka nikuombe uweze mwenyewe kujitambulisha na kuwaonyesha kipaji chako, maana watu wanaweza kuwa wamefikia interview katikati. Nataka uweze kuimba nyimbo zako 2 au nyimbo moja tu, sawa, ili watu waweze kujua kwamba kweli wewe ni kamanda mkuu na ni msanii ambaye katika wasanii watatu Rumonge yumo ameshikilia nafasi. Na kuomba uweze kudumuiza kidogo hapo ili watu waweze kusikiliza, sawa. Hatuwezi kufanya interview bila kuweza kudokeza kidogo kipaji chako, yani ili watu na uweze kuwapa akaunti yako wafanye nini wewe utaeleza wewe sasa. Okay.
Ya, naweza nikasema kidogo juu labda sikuwa napendelea sana hizi siku kuimba ngoma, ndio maana sijaenda hata studio kwa sababu nilikuwa na mambo yangu yenyewe kwenye moyo, ila siwezi nikakuangusha kwa sababu umeshaniambia naweza nikatoa hata mistari 2 tu. Ni nyimbo mpya haijatoka na inaweza ikatoka mwezi siku. Ni jamaa wa town, yes, alinishirikisha mimi, anaitwa Elkila. Ni nyimbo yenyewe ilikuwa kama surprise juu ya yule mwenyewe amenitoka. Ndio maana najisikia tu niimbe kidogo kwa sababu ni nyimbo yenyewe nilimpa sifa zake yeye. Yes, lakini ameondoka kabla hata nyimbo haijatoka. Naweza tu nikagusia kidogo tu maana verse yangu inaimba. Haina noma. Verse yangu inaimba. Yes. My sugar, wewe uko moyoni, unanikosha roho, natamani ila iwezekani, ningekupa dunia uitawale wewe. Uzuri wako kwa mwingine sijaona, na wanoko watasoma namba Unamsikia msanii wetu bora namba 1 sasa hivi, ndio msanii ambaye anakimbiza kwa viewers Rumonge, na kama haukubali ingia kwenye akaunti yake. Taja akaunti yako hisi wajue. Waingie tu akaunti yangu pale kwenye YouTube, waandike Kamanda Mkuu 4G, wataona nyimbo zangu zote pale, wataona Tulia, wataona Uragioshe, niko na Fabitozi, wataona Tuoi, tuko na Ibadasi na zingine nyingi, tuko na Bora Queen. Yes. Pamoja sana ndugu zangu. This Amasinzo TV. Kama nilivyosema, mambo mapya, mtangazaji mpya, sanaa mpya Rumonge. Na kuomba uweze kucomment na kusubscribe na kushare mwanangu. Usisahau kama ndo uzalendo wetu. Bila wewe hatuwezi ishi. Nyuma ya kamera kule kuna Lizo Production. Yes, bila Lizo mimi nisingekuwepo hapa mwanangu kwenye muonekano huu. Yes. Na kukumbusha ndugu yangu, hii ni Rumonge yetu.